Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Ongofu Hub TV, the Center of Islamic Guidance. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Karibu katika kipindi cha Zijue Shule na Maadili Yake. Leo tupo katika mkoa huu wa Pwani, wilaya Kisarawe, katika shule ya Kimana ya Al-Faruku Kimana Islamic Primary School iliyopo chini ya taasisi ya MPF. Moja kwa moja tutakwenda kuangazia katika shule hii maadili ambayo yanapatikana ndani ya shule hii. Ikumbuke tu kwamba leo tumekuja siku ya Jumapili, mwisho wa mwezi kabisa, ambapo wazazi wamekuja kuwaona watoto wao. Hivyo tusandike mata angali wino upo, tutakwenda kuwahoji wazazi moja kwa moja, tutakwenda kutuambia na kutuelezea kilichomo ndani yake pamoja na wanafunzi. Vile vile walimu tutawafuata na hali kadhalika. Endelea kuwa nasi awali mpaka tamati ya kipindi hiki. Langu jina nifikiria patapata, nyuma ya kamera akiwa Sheikh Saidi, na vile vile tupo naye director wetu Saifullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mtazamaji, kama tulivyoeleza hapo awali, nyuma yangu hapa kuna wazazi pamoja na watoto wao. Moja kwa moja tutakwenda kuwahoji na kusikiliza yale maelezo yao juu ya ile kueleza pale awali. Ongozana nami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Na kwa faida ya watazamaji, ongezema hivi sasa tunapaswa kufahamu, ukiwa kama mzazi, labda utuelezee kwanza kwa majina yako, unaitwa nani, na una watoto labda hapa wangapi, na wana takriban miaka mingapi na darasa la ngapi? Karibu sana. Asante, nashukuru. Kwa majina naitwa Halima Sengasu, ni mzazi wa watoto wawili, na mtoto wa kiume kaka Abdurrahman Ramadhan Halfan, na mtoto wa kike dada Mariam Ramadhan Halfan. Mtoto wangu wa kiume yuko darasa la 3 na mtoto wangu wa kike yuko nasari. Na watoto wangu wameanza mwaka huu. Wana muda wa miezi kadhaa. Mashallah. Tangu walivyokuja katika muhula, labda utuelezee na sisi tufahamu muhula wa kwanza, yani mpaka sasa hivi wameanza mwezi wa kwanza Januari ile mpaka sasa hivi mwezi wa 7. Katika zile likizo ambazo wanarudi nyumbani, huko tunasikia tu juu shule hii na maadili yake alivyo. Sasa labda tuelezee, akirudi likizo maadili yake anakuaje akiwa kule nyumbani, tofauti na shule, ama kuna utofauti? Alhamdulillah, nashukuru. Mimi nashukuru kuna utofauti mkubwa. Watoto wanaendelea vizuri, wana maadili mazuri hata wanapokuja nyumbani. Kwa hiyo maadili wamefundishwa kivitendo kuyatenda. Wanaporudi nyumbani wanaamka, wanaswali, wanatii, wanafanya kazi zao, wakimaliza wanasaidia kazi za nyumbani, wanacheza mazingira ya nyumbani, wanakumbusha ratiba zao. Ikifika muda wa adhkari, mama ni muda wa adhkari, wanasoma. Endapo watakuwa wamepitikiwa kama watoto, wazazi tunawakumbusha, kama mimi binafsi wanakumbusha, wanafanya adhkari zao. Alhamdulillah, maendeleo ni mazuri kielimu na kitabia. Kwa mtazamo wako unavyoona, ni yapi hasa ambao walimu wa shule hii wanaipa kipaumbele katika shule yao? La kwanza kabisa ni maadili. Ndiyo. Kama tunavyofahamu dini yetu ya Kiislamu inatusisitiza kuhusiana na maadili. Maadili ndio mwenendo mzima wa dini, na tunafahamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika kwa maadili mema. Kwa shule hii jambo la kwanza ambalo wanazizingatia ni maadili. Watoto wanalelewa katika maadili ya misingi ya Uislamu na wanaifuatisha. Yes. Baada ya hapo jambo la pili ni masomo. Wanazingatia masomo yao, wanawafundisha, wanawapa kazi, wanafanya mitihani. Alhamdulillah, maendeleo pia kielimu ni mazuri. Msemo wako kwa yule mzazi ambaye yupo kule anatazama hivi sasa, kwa watoto wake na kama jinsi ambavyo umeeleza katika hii shule, una nini cha kumwambia? Kwa mzazi ambaye yuko nje hapa, cha kwanza namkaribisha amlete mtoto wake hapa shuleni kwetu Al-Faruku Kimana, Kisarawe, mkoa wa Pwani. Shule ni nzuri, ina maadili mazuri, inatoa elimu nzuri, ina chakula kizuri, ina mazingira mazuri kama mnavyoona, madarasa, miti, ina sehemu kubwa ya watoto kucheza. Kwa mimi namshauri amlete mtoto wake hapa. Ada zetu ni nafuu, walimu ni wako rafiki, ukiachilia walimu wafanyakazi wengine wote wako rafiki, na watoto wanalelewa kama nyumbani. Mimi watoto wangu hawa walikuwa shule zingine, shule 2 tofauti wameshawahi kusoma, na kuna ndugu yangu alikuja nyumbani akawauliza kaka Abdurrahman na dada Mariam, akamtajia shule yao ya kwanza ambao walisoma, shule ile na shule Al-Faruku Kimana ipi bora? Watoto wakasema Al-Faruku Kimana. Akawauliza shule ya pili ambayo wamesoma, Abdurrahman na dada Mariam, shule fulani na Al-Faruku Kimana ipi bora? Wakasema Al-Faruku Kimana. Kwa mimi nawashauri wote wawalete watoto wao Al-Faruku Kimana, kwa wanaswali, wanatii, wanafanya kazi zao, wakimaliza wanasaidia kazi za nyumbani, wanacheza mazingira ya nyumbani, wanakumbusha
ratiba zao. Ikifika muda wa adhkari, mama ni muda wa adhkari, wanasoma. Endapo watakuwa wamepitikiwa kama watoto, wazazi tunawakumbusha, kama mimi binafsi wanawakumbusha, wanafanya adhkari zao. Alhamdulillah, maendeleo ni mazuri. Kwa mtazamo wako unavyoona, ni yapi hasa ambao walimu wa shule hii wanaipa kipaumbele katika shule yao? La kwanza kabisa ni maadili. Ndiyo. Kama tunavyofahamu, dini yetu ya Kiislamu inatusisitiza kuhusiana na maadili. Maadili ndio mwenendo mzima wa dini, na tunafahamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika kwa maadili mema. Kwa shule hii jambo la kwanza ambalo wanazizingatia ni maadili. Watoto wanalelewa katika maadili ya misingi ya Uislamu na wanaifuatisha. Yes. Baada ya hapo, jambo la pili ni masomo. Wanazingatia masomo yao, wanawafundisha, wanawapa kazi, wanafanya mitihani. Alhamdulillah, maendeleo pia kielimu ni mazuri. Msemo wako kwa yule mzazi ambaye yupo kule anatazama hivi sasa, kwa watoto wake na kama jinsi ambavyo umeeleza katika hii shule, una nini cha kumwambia? Kwa mzazi ambaye yuko nje hapa, cha kwanza namkaribisha, amlete mtoto wake hapa shuleni kwetu Al-Faruq Kimana, Kisarawe, mkoa wa Pwani. Shule ni nzuri, ina maadili mazuri, inatoa elimu nzuri, ina chakula kizuri, ina mazingira mazuri kama mnavyoona, madarasa, miti, ina sehemu kubwa ya watoto kucheza. Kwa mimi namshauri amlete mtoto wake hapa. Ada zetu ni nafuu, walimu ni wako rafiki, ukiachilia walimu wafanyakazi wengine wote wako rafiki na watoto wanalelewa kama nyumbani. Mimi watoto wangu hawa walikuwa shule zingine, shule mbili tofauti. Kwa faida ya wale wanakutazama hivi sasa, labda tuelezee ni kipi ambacho kinapatikana katika shule hii ambacho unaona tofauti na shule nyingine za kawaida? Alhamdulillah, tunashukuru kuwepo kwa shule hii. Kwanza kabisa mtoto kujisimamia yeye mwenyewe. Kuna wakati yupo mdogo lakini anaweza kujua huu ni wakati wa swala, huu ni wakati wa azkari, dua tofauti anasoma. Kwa sababu kwamba hata kuna mengine ambapo wewe mzazi mwenyewe unafikiria kumbe na hili nao analifahamu. Kwa hiyo uwepo wa Al-Faruq tunaona ni alhamdulillah kwa upande wa malezi. Alhamdulillah, asante kaka. Alhamdulillah, asante mzazi kwa ushauri wako na mahojiano. Mtazamaji, yanayosemwa ndivyo ambavyo yapo, na tusiandikie mate kama tulivyosema awali. Tuangalie kwa mzazi mwingine hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaomba ushauri wako sasa kwa watazamaji wale ambao wanatuzama. Najua huenda maelezo yakawa ni wale kama unacho kuongezea pia pamoja na ushauri kwa wale waliopo kule sasa. Hakika mimi ninacho cha kuongezea. Cha kuongezea zaidi ni maadili. Tunajua kabisa usema shule nyingi ndio anafaulu watoto vizuri, lakini kwenye maadili kuna mapungufu fulani. Lakini Al-Faruq maadili yako juu. Ina maana mtoto akishafundishwa kujisimamia, ina maana mtoto huyu anamwezesha mtoto mwenzake ufanyaje kumsimamia pia. Unaona? Hili ni jambo la ajabu sana. Baadhi ya sehemu ina maana mtoto anaweza tu kujisimamia yeye mwenyewe lakini hawezi kusimamia mwenzio. Lakini shule hii inafundisha huyo mtoto ajisimamie na aweze kumsimamia nani? Mwenzake. Tunashukuru alhamdulillah. Alhamdulillah, asante mzazi. Mtazamaji, nasisitiza tu kwamba tusiandikie mate. Wanasifia tu maadili watoto. Ngoja nimwangalie mkubwa kuliko wote hapa hivi. Mkubwa huyu hapa. Mpatie huyu maiki mkubwa kuliko wote. Shika dada Shumaila. Tuangalie aliyomo yamo. Geuka hivi. Simama juu dada. Unaitwa nani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisomee dua ya kula. Nisomee dua ya kula. Allahumma barik lana. Mashaallah, atoa sauti tena. Soma dua ya kumaliza kula. Minal muslimin. Mashaallah. Mtazamaji, mimi nisiendelee, lakini wewe swali la kujiuliza wako ipo kama huyu, naomba tuendelee kuangalia na wengine. Yapi hayo maadili yenyewe? Kwa mazingira yalivyo, hii shule ni shule ya Kiislamu. Kuna shule nyingi za Kiislamu ambazo zinasema zinalea watoto kimaadili. Lakini ukienda katika uhalisia au wenyewe wanaolea watoto kimaadili hawana maadili. Kwa hiyo wataalamu wa mambo wanasema lula iliyopinda haiwezi kutoa mstari ulionyooka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa hata ukija ukaangalia walimu wake, ukaangalia mazingira yalivyo, yanakushawishi kuona kuna jambo linafanyika, kwa sababu mtu ambaye unampa jukumu la kutengeneza mtoto wako lazima yeye mwenyewe pia muonekano wake, mazungumzo yake na mazingira yake yafanane na ile jukumu uliofanyaje ulompatia. Kwa hiyo
ukiangalia utofauti wa hapa na shule zingine ambazo hizo zinazoitwa shule za Kiislamu na shule zingine ambazo wanasema wanalea watoto kimaadili, utofauti huko ni mkubwa sana. Angalia watoto jinsi wanavyovaa, watoto nidhamu zao, wanamheshimu kila mtu, watoto wanaishi kwa upendo, wanapendana, wanaishi kama ndugu. Uislamu ambao Mtume sallallahu ametuachia sisi. Umeona? Lakini ukiangalia katika mazingira mengine unaweza ukaenda shule yani haieleweki, mazingira haeleweki. Kwa nje unaweza ukaambiwa basi shule ya Kiislamu sisi tunazingatia maadili, lakini ni maadili ambayo hata ukienda pale shuleni kwa mara ya kwanza huwezi kufanya, huwezi kuiona. Kwa hiyo jambo ambalo hapa lipo sana linaonekana, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie jambo hili litokeze vizuri. Amin inshallah. Labda utakuta sometime anasimamiwa labda katika jambo fulani. Huenda labda akiwa shule huwa anasimamiwa labda kuswali, zile swala zote wanasimamiwa kwa wakati na namna kadha. Je, wakirudi kule katika mazingira ya nyumbani ni hivyo hivyo ama inakaaje hapa? Alhamdulillah, mimi nashukuru, mimi na binti zangu wawili hapa, Irham na Humaira wanasoma hapa. Alhamdulillah, yani inafika kipindi wale watoto wanakuwa ndio sehemu ya ukumbusho kutukumbusha sisi. Yani tofauti na watoto wengine kwamba akirudi nyumbani unategemea kwamba yule mtoto sasa wewe tena mzazi uanze kumswaga. Lakini watoto alhamdulillah wakirudi ratiba zao za usafi zimekaa vizuri, swala anaamka kwa wakati, wanasoma Qur'ani wenyewe. Yani hakuna kusukumwa tena. Jambo ambalo siku za nyuma kabla sijawaleta hapa alikuwa labda mpaka msukumane, muamshane. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amefanya wepesi na jitihada ambazo zinafanyika na walimu hapa. Watoto wakirudi pale unaona kabisa asubuhi watoto wanaamka kwa wakati, wanafanya kazi zao kwa wakati, wanaswali kwa wakati, wanafanya huduma zao vizuri kabisa. Kwa hiyo unaona sasa jambo linafanyaje? Inatokeza katika mazingira. Kwa hiyo hakuna tena kusukumana kama ilivyokuwa katika siku za nyuma. Unabakia ule utoto tu ambao ni wa kawaida, ambao mzazi wote akiona anajua kwamba hapa ni mazingira ya umri, kulingana na umri wa watoto ndio maana mazingira yako hivyo. Lakini mambo yote alhamdulillah yanaenda vizuri. Mashaallah. Neno lako la mwisho kwa wazazi ambao bado wapo huko hawajaliona hili? Alhamdulillah, mimi ni waasi wazazi wenzangu. Ni waasi kwa sababu mimi sizungumzi kama naongea, mimi na watoto wangu wako hapa. Kwa nazungumza jambo ambalo mimi mwenyewe nimekuwa wa kwanza kuliishi na matunda yake nimeyaona. Kwa hiyo usia wangu wazazi wengine ambao hawajaleta watoto wao, walete watoto wao hapa waje waone mazingira yalivyo. Yaani hapa kuna malezi ya watoto katika malezi ya watoto kimkakati. Kwa sababu kuna kulea mtoto na kulea mtoto kinini kimkakati. Hapa watoto wanaelewa katika kimkakati kabisa katika mazingira ambayo kesho na kichukutwa tutakuwa na jamii bora ya watoto ambao wanaelewa thamani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowaumba, wataelewa thamani ya wazazi wao, wataelewa thamani ya jamii na umma mzima utapata manufaa kulingana na wao wazazi kwa hapa. Kwa hiyo utaongo wazazi wote walete watoto wao hapa. Kama mtu watoto wake wawili watatu anaweza akaleta mtoto mmoja, afu akafanya ulinganifu kati ya namna anapotokeza mtoto huyu ambaye yuko hapa na mtoto wa sehemu nyingine. Kwa hiyo nawakaribisha sana nao walete watoto wao katika shule yetu. Alhamdulillah, asante kaka. Alhamdulillah, asante kaka na tunashukuru sana. Shukrani, asante sana. Alhamdulillah, asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tuna shauku ya kufahamu kwa majina yako, unaitwa nani? Naitwa Damunira Faraja. Dada Munira Faraja. Dada Munira, unasoma darasa la ngapi? La 6. Darasa la 6. Wewe tuelezee kwanza. Si umetoka shule nyingine ambao huko ulikuwa unasoma awali? Ndio. Tofauti ya shule ambayo ulitoka na shule hii ulivyokuja, umegundua nini? Yaani tofauti yake nini? Huko tunafundisha sayansi ya malezi ya nafsi, kule tufundisha. Labda hiyo sayansi ya malezi ya nafsi ipoje, inaelezea vitu gani? Yaani ulipo wapi, ulipozaliwa, yani upo hapo gani, unafanya nini, kule tufundisha. Aha. Na kuhusiana na swala la maadili inakuwaje? Yaani swala la maadili, shule ambayo ulitoka ilikuwa inakusimamiaje na shule hii pia inakusimamiaje? Kule tulikuwa tunasimamiwa ni kisinema, huko tunasimamiwa ni paroho. Kisinema. Ukizungumzia kisinema unamaanishaje hapo? Yaani mambo ya ugenini. Ya ugenini. Ukizungumzia ugenini unamaanishaje hapo? Mbona una lugha hivi za ambazo zinahitaji ufafanuzi? Yaani ugenini ni kituo cha tatu ambacho kila binadamu lazima apite. Aha, ukisema iko kituo cha tatu ndio unamaanisha wapi? Duniani. Aha, hapa. Kwa hiyo walikuwa nakufundisheni sana masuala ya duniani, lakini hapa mnafundisha sana masuala ya akhera, si ndio? Aha. Haya, naomba unielezee chochote kile ambacho unakijua katika Qur'ani. Unisomea hata aya 5. Na tafsiri? Hata kama sio tafsiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaghfir. Asante sana. Tafsiri yako unaifahamu? Alhamdulillah, asante. Yuko wapi mwingine? Mbona mnakimbia? Njoo. Asalamu alaykum. Angalia kule. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Unaitwa nani? Yusra. Mbona mapengo? Haya, Yusra unasoma darasa la ngapi? La pili. Darasa la pili. Nisomee dua 5 unazozijua. Kaa hivi.
Nisomee dua 5 unazozijua. Ya kwanza sema mwenyewe au nikutajie mimi? Nisomee dua kula. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dua kumaliza kula. Alhamdulillah ladhi atwamana wasakana wajalana minal muslimin. Dua ya kuingia chooni. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kutoka chooni. Uflanaka alhamdulillah ladhi asabani ladha wafan. Dua ya kuingia msikitini. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Mashaallah, mashaallah. Mtazamaji, mimi naendelea tu kuuliza. Nafikiri unajionea mwenyewe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani na unasoma darasa la ngapi? Kwa majina naitwa Lukman Shabani, nasoma darasa la 5. Darasa la 5. Hebu waambie wale watoto wenzako ambao wapo kule mtaani, ni kitu gani ambacho mnatofautiana nacho, ni kitu gani ambacho wanakikosa kutokana katika shule hii? Wanakosekana elimu bora, watoto wazuri, lishe bora, tunakula vizuri, tunafurahi, tunacheza. Ndio. Asante sana, nakushukuru. Mtazamaji, bado anaendelea kusisitiza. Kumbuka kule wakati tunamhoji mzazi mmoja anasema lishe ni bora. Anasema chakula ni kizuri. Na huyu anasema lishe ni bora. Kwa hiyo hata katika maakuli pia wapo vizuri. Lakini kucheza bembea zipo kama unavyojionea. Wanacheza na kadhalika. Moja kwa moja tuelekee sasa upande mwingine. Tuendelee. Shule yetu inaanzia kuanzia wanafunzi wa nasari ambao kuna KG1, KG2 mpaka KG3, lakini tukija kwa msingi tuna kuanzia darasa la 1 mpaka darasa la 7. Pia matarajio yetu kuanzisha na sekondari pia, Mungu akituwezesha, kutakuwa na kuanzia form 1 mpaka form 4. Asante. Labda mwalimu, tuelezee mazingira ya shule yako kwa ujumla wake yapoje? Mazingira ni mazuri kwa kujifunza, pia ni mazingira rafiki. Wanafunzi wana vingi vya kujifunza kutoka kwanza sehemu kwanza ya kufanyia, yani sehemu kwanza ni kubwa ambapo unaweza kufanya kila kitu. Mfano kuna sehemu za michezo, kuna sehemu mbalimbali za kujifunza, yani mfano kusoma, kuna sehemu ya kufanyia mikutano, jengo la mikutano pia lipo. Pia tunajifunza kwa vitendo, mfano kilimo, tunalima kilimo cha mboga mboga. Ndio. Yani kwa jumla stadi za kazi zile, yani watoto wakisoma darasani kwa vitendo, mna eneo kubwa la kuwafanyia vitendo zaidi. Ndio. Inshallah. Umezungumza hili ni eneo la mikutano, kwa hivyo yani kama vikao ambavyo mnafanyia, labda utuelezee kwa undani. Yani mikutano, mfano kulikuwa na kikao cha wazazi huwa kinafanyika katika holi hilo hapo. Pia kulikuwa na kikao labda cha walimu, pia huwa tunatumia kufanya mikutano hapo. Ndio. Asa tunaomba neno lako la mwisho kwa wale ambao wapo kule, wazazi, jamii kwa ujumla, unalipi la kuwashauri, kuwaambia hususan kutokana na shule yako hii? Mimi nawashauri kwamba walete watoto kwani tunatoa elimu bora ambayo ni ya dunia pia ni ya na akhera pia tunazitoka pamoja. Lakini pia tunadili na maadili ambayo vijana ambayo wameyakosa mitaani au sehemu nyingine. Mfano kumlea mtoto ajijue katika nafsi yake ni nani, ajitambue, yani ajifahamu kwa kila kitu. Kwa hiyo nawakaribisha ambao hawana watoto wao basi wawalete. Tunapokea kuanzia darasa la 1 mpaka darasa la 6. Ukiwa kama mwalimu nafikiri kwamba utakuwa na uelewa mzuri. Hivi shule yako hii unaitofautishaje na shule nyingine huko ambazo zinazunguka shule hii hapa na katika swala hili la maadili, kwa sababu ndio limekazaniwa sana hivi? Kwa hiyo wewe kama mwalimu utakuwa unaelewa hivyo. Shule nyingine na shule yako hivi unaipa tofauti, na labda unaweza kujipa asilimia ngapi labda katika kazi hii ambayo mnafanya katika swala la maadili? Kwenye somo la maadili naweza nikajipa asilimia 100 kwa sababu yani tunatoa elimu ile yenyewe ya maadili ambayo kwanza mwanafunzi akitoka hapa anapoleta nyumbani huwa ni anakuwa kioo kizuri kwa watoto wengine kuweza kumfahamu, pia kuweza kujifunza kupitia yule kijana ambaye ametoka hapa. Ndio. Asante sana mwalimu, tunakushukuru sana. Asante kaka. Kameramani yupo mbali, tukio limeisha Jakarta. Mtazamaji, baada ya kutoka katika kipande cha wazazi, tumetoka kwa wanafunzi na hivi sasa tunahitimisha
kwa miongoni mwa walezi ama mwalimu wa shule hii ya Al-Faruq Kimana Primary School. Moja kwa moja tutakwenda kuyafahamu mengi kutokana na mwalimu huyu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kaka. Kwanza kabisa tunataka kufahamu kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Teacher Hizbullah ama Teacher Abdurazak. Ni mwalimu wa Al-Faruq hapa. Mashallah. Mwalimu, hebu tuelezee, tumepata sifa huko wazazi na nini, na pia tumefanya kama utafiti fulani kwa watoto, lakini tumepata kugundua mengi. Mashallah, mnajidhibiti sana katika swala hili la maadili kama anavyozungumzia. Labda tueleze na wewe, shule yenu imejikita sana katika swala gani? Alhamdulillah, kama ulivyopata maoni kwa wazazi hapo, hawajatoka mbali na mlengo wa shule hii ya Al-Faruq kama ilivyobebwa na jina lake kwamba Al-Faruq. Tupo tunadili na maadili ambayo ni tija sasa kubwa kwa vijana. Vijana wengi wameporomokwa na maadili. Hususan shule hii imejikita katika mtaala wa maadili, lakini pia vile vile elimu ya sekula inapatikana kwa kiwango stahiki kinachotakiwa na taifa letu la Tanzania, na tunazingatia mtawala wa tai. Alhamdulillah, kama unavyoona vijana wetu wapo katika uniform zao wametokeza. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah katika hilo. Kwa hiyo tunajikita pia na upande wa maadili na tunawakaribisha wote waje wapate tunda la vijana waliokuwa wema na vijana wenye maadili na vijana wenye kuvutia, hususan katika upande wa maadili inshallah. Labda pia utueleze katika mfumo wa ada, wengine huenda kwa wanajiuliza masuala haya, ada zipoje katika shule hii, gharama yake, lakini pia utueleze labda kwa sasa mpo kuanzia darasa la ngapi mpaka darasa la ngapi? Kwa sasa tupo kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 alhamdulillah, lakini katika upande wa ada inalipwa kwa awamu 4. Na kuongezea labda kwa watazamaji ambao wapo kule na watoto wao bado hawajawaleta katika shule yenu. La kuongezea, tunawaomba wazazi ambao ni miongoni mwa Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, tunawaomba waje katika kituo hichi kwa sababu ni kituo ambacho ni chenye kudili na watoto na hususan katika taaluma ya maadili. Kwa tunawaomba wazazi wenye kuhitaji mtoto ambaye mwenye kesho iliyo bora basi aweze kufika Al-Faruq Pre and Primary School. Alhamdulillah, asante sana mwalimu. Mtazamaji, kwa maelezo zaidi utakuja kuyapata hapa shuleni. Labda la kuhitimisha, mwalimu atupe direction, shule ipo mahala gani na kadhalika. Alhamdulillah, shule yetu kwa upande wa primary inapatikana mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, sehemu moja inaitwa Sanze. Ndipo inapopatikana primary, lakini pia kwa daycare ambayo ni nursery inapatikana Kigamboni, Kisiwani, opposite na hospitali ya Vijibweni. Kwa alhamdulillah, ukifika katika maeneo hayo basi utaweza kukutana na shule hiyo ya Al-Faruq ya nasari, lakini kwa upande wa huku Pwani utakutana na primary inshallah. Tunawakaribisha wote, wabillahi tawfik. Tunashukuru sana mwalimu, asante sana. Mtazamaji, nafikiria kwamba umefaidika na umepata kufahamu mengi zaidi ambayo yanapatikana katika shule hii Al-Faruq Kimana Pre and Primary School ambayo inapatikana katika mkoa huu wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, maeneo ya Sanze, kama alivyotoa direction mwalimu wetu hapa. Mengi zaidi utapata hapa shule, ambapo utakuja na maelezo mengi yanapatikana katika fomu na hapa na pale. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare channel hii ya Ongofu Hub TV ili uwe wa kwanza kabisa kuendelea kupata matukio mbalimbali ambayo yanajiri hapa. Langu jina ni Alakhi Fikiria Patapata, nyuma ya kamera akiwa Sheikh Saidi, lakini pia tunaye director wetu Saifullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpaka wakati mwingine. Ongofu Hub TV, the center of Islamic guidance.